Okay, karibuni kwenye Ijue Kweli, na leo tutaenda kama kawaida tutaenda kumfichua kibaraka mwingine katika madhabahu ya Bwana. Yanatakiwa kuwa ya Bwana, though wanatumia kwa njia kwa nafsi zao wenyewe. So alama ya kwanza ambayo tutaenda kuizungumzia kwenye kumchambua au kumfichua huyu kwa anajiita lawyer mkuu, Jodav. Alama ya kwanza tunayozungumzia ni hiyo wanaita Masonic penalty sign au Masonic death penalty sign. Na huwa wanashika kidevu, umeona. Hii alama inawakumbusha Freemason wote, kwa maana kiapo alichochukua au dili waliosaini na shetani, kwa maana hawatatoa siri zozote, umeona, kwa gharama yoyote. Kwa gharama ya kutoa siri ni kifo. So huwa wanashika kidevu fulani kama jinsi ninavyoonyesha kwenye picha hapo. Okay. Alama nyingine nitakayozungumzia ni wanaita inverted pyramid. So hii yote pia Freemason anapenda kuonyesha wakiwa wanamwabudu Mungu wao, ambayo ndio Shetani, Lucifer mwenyewe. Na utaona hapo kwenye picha hapo nimeambatanisha na baadhi ya watu mastaa duniani ambao wamechukua kiapo kama yeye. Na hii alama sometimes ya wanaita wanamwabudu moja ya goddess moja anaitwa kwa jina la Alamath, au sometimes wamuita Moti, you know. So as you can see hapo, kama jinsi unavyoona hapo, umeona anajipresent mwenyewe. Ni alama nyingine hapo ambayo anaonyesha. Unaona kuna alama hapo nimemuonyesha hapo. Huyu ni mwanzilishi aliyeanzisha kanisa la kumwabudu shetani. Yuko hapo unamwangalia, na ndio yeye alama aliyoonyesha huyu mchungaji au anajiita nabii, umeona, Jodav. So nimeonyesha hapo baadhi ya master wengine kama kawaida. Yes, alama ya tatu nitayozungumzia ni wanaita Sublime Night of Elect. Umeona? Hii huwa wanashika kama kifuani au tumboni, you know. So kama jinsi unavyoona hapo, umeona? Huyu nabii anajiexpress hapo, anamwabudu Mungu wake. Umeona? Ambaye ndio shetani mwenyewe. So as you can see, hii kingine nitakachokizungumzia ni yeye kama pastor au nabii anatakiwa kumwakilisha kufundisha kondoo wa Bwana kwenye njia sahihi, kwa sababu hiyo ndio maana halisi ya pastoring. Maana yake unaongoza watu kuelekea njia sahihi za kwenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. So nimeangalia hapo aliposti kabisa, na ukiposti maana yake unakuwa uko aware na kitu ambacho unakifanya, maana yake umeridhika na hicho. Ameposti watu wamejichora tattoo, wamejichora jina lake kwa maana ya appreciation, kwa sababu huwa anagawa hela, you know. So na tunafahamu kabisa wazi kwamba Bible hairuhusu kuwa na tattoo. So mimi nilitegemea kwamba yeye kama pastor au nabii wa Bwana angewaonya watu kwamba hii sio njia sahihi. Hata kama mnataka kuonyesha shukrani, hii sio njia sahihi ya kunionyesha mimi, yani inayompendeza Bwana. Kwa sababu watu wote tunafanya, mchungaji yoyote au wachungaji wote au watumishi wote wa Bwana wanatakiwa waelekeze mafundisho yaliyo sahihi yanayompendeza Mungu, kwamba hii sio sahihi. Lakini yeye anaisupport na anaonekana kupendezwa na hiki, kupendezwa na jinsi watu wanavyofanya, you know. So yeah. Alama nyingine ambayo tutaizungumzia ni
Ukiona kama vile unaona kama vile ni kama mtu maybe anataka kujikinga na jua, like you need labda unahitaji kofia, lakini katika Freemason hii wanaita Loyal Arc or Dugard sign, so nimekuonyesha tu hapo uweze kujua sehemu ambapo unaenda kupata mafunzo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Okay. Hii katika alama nyingine ambayo nitaenda kuzungumzia hii ambapo kanisa lake lipo. Okay, kirahisi niseme kwamba anaita ile location yake ambayo anafanyia ambapo kanisa lake lipo anaita Geolander. It's a city within Arusha, and that's how, ndio hivyo jinsi anavyoita hiyo sehemu anayoita ni Geolander. So kuna symbolism, kuna alama ambazo tunaweza tutazungumzia hapo. Moja alama ambayo nimeiona pale kwenye ambayo iko mlangoni kabisa ni huyu kama mwewe. Mwewe katika Freemason anawakilisha nguvu na niseme na ukanda. Umeona? Sasa inaenda mbali zaidi, anaelezea kwamba ikiwa mabawa, yani kama anataka kupaa vile, inaonyesha kwamba yeye sasa huyu ambaye ndio huyu Jodav ndio mwenye nguvu, au kanda kaskazini ndio ya kwake. Kifupi ni center ya Freemason upande huo wa kaskazini. Umeona? Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa sababu ndio sehemu kanisa lilipo, kwa kanisa lake naweza kusema kwamba liko kwenye temple, na temple au lodges kama jinsi wanavyoita, sijui jinsi kwa Kiswahili wanavyoita, ni zile nyumba ambazo Freemason wanafanyia vikao vyao au kufanyia matambiko yao. Umeona? Sasa inamaanisha kwamba especially kama atakuwa katika Scottish Rite, ndio jinsi wanavyoidefine hivyo, wanavyoielezea kwamba ni kama akiwa kama jinsi inavyoonyesha hapo kwenye picha kwamba kama ile mwewe ametanua mabawa yake hivyo, inaonyesha kwamba yeye ndio mwenye strength, mwenye nguvu, na hiyo ni kanda yake. Kwa upande wa kaskazini yeye ndio senior, I will say. Umeona? Like ndio temple zile yenye of the highest rank. Kwa kusema hivyo, hii itakuwa inaendana sasa na the way anavyojiita. Umeona? Kwa sababu the way anavyojiita, anajiita ni loyal, right? Loyal mkuu, and then ndio anaongezea hiyo nabii au nabii, sio? So kwa sababu ya hii ego ambayo inaonyesha kwamba ni strengths na zone aliyopo, kwamba yeye ndiye anatakiwa kuwa, yeye ndio ndio senior, like yeye ndio host ya Freemason wote upande wa kaskazini. Na hapa nazungumzia ile eneo analoishi ambalo anafanyia kazi zake, kwa maana ya kazi ambazo zinaonekana zinatakiwa ziwe za Bwana, lakini kwa hizi alama zote ambazo tumeziangalia haiendani na hicho. Yani hiyo nazungumzia Geolander, kwa maana yeye kwenye upande wa kaskazini ni moja au the highest ranking Freemason. Umeona? Na hii sasa ninakuja kuunganisha au ninaambatanisha na the way anavyojiita. The way anavyojiita, anajiita ni loyal mkuu, na loyal is a ranking, ni ranking, ni cheo katika Freemason. Umeona? So ukiangalia hapo sasa ni loyal mkuu, meaning ni loyal kama kule mwanzo nishakuonyesha the way anavyojiita kwamba rank yake hii ya loyal Dugard, right? So ni highest ranking
ranking katika ukanda huo wa kaskazini. Umeona? So nitaka tu nielezea hapo the way inavyo correlate au inavyohusisha na the way anavyojiita. Wakati ninafanya research ya hii documentary ni kwamba nilitafuta watu ambao officers, inamaanisha Freemason officers ambao wana link kama ya kwake ya Loyal Ark. Nimepata picha moja hapa ambayo nikijaribu kulinganisha na the way utanisaidia kwa mwenyewe hapa kuangalia hapo jinsi picha inaonyesha kwamba they are old, just yani ni wazee kama jinsi alivyo, kwa sababu ana miaka 60. So nikiangalia pale wanaendana. So I think hii inaendana kabisa na the way anavyojitambulisha. Umeona kwamba is a Loyal Ark au loyal mkuu wa Freemason kwa ukanda huo wa kaskazini. Okay, nitamalizia na kucheza hizi clip. Hizi clip au vijana wanavyoona hapo, aliwaita waimbe na kucheza, na alidai kwamba sio kila siku au sio ile ya kizamani kwamba unatakiwa unyenyekee sana. Umeona? So aliwaita kwa sababu anadai alipenda morali ya wale vijana. So aliita pale, wakaanza kucheza pale. Sasa nakuomba uwe makini kwenye ile sala. Umeona? Sala aliyowaombea hao vijana. Tamkia mkono wa Mungu ninayemtumikia awahifadhi, awalinde, uwaokoe na kuwasafisha, mzidi kumtumikia, maisha yenu yawe bora, kila mtu atamani maisha bora mtakayoyapokea. Kama mmepokea sema tumepokea na imekuwa kwetu. Amina. Principal anazifahamu kanuni kabisa ukiangalia, kwa sababu kanuni inatuambia hivi katika Warumi 10 mstari wa 9 kwamba tukimkiri Bwana wetu Yesu Kristo kwamba alikufa na kufufuka, umeona, tutakombolewa. Sasa baada ya sala yake aliwaambia wakili hao vijana kwamba wamepokea, yani sana kusema amina. Ukisema amina unamaanisha hiwe hivyo kwa huyo mtu anayekuombea, au kama unaombea kwamba umekubaliana hicho ulichokiomba kwa huyo Mungu wako uliokuwa naomba. Sasa yeye alikuwa very clear kwamba kwa Mungu wake. Umeona? Sasa kulingana na zile alama zote ambazo tumesoma, tumezipitia, tumezifanua, amewaombea hao vijana hawa officially, na pamoja na wale wale wote waliohudhuria kanisa siku hiyo walikabidhiwa mikononi mwa shetani. Unaweza kaona baada ya sala yake yote, kwa maneno yote aliyotaja, hakumtaja Yesu. Na sheria au kanuni ya neno la Mungu inatuhitaji tumuombe Mungu Baba kupitia Mungu Mwana, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa huyu anayemuongoza huyu sio Roho Mtakatifu, kwa sababu huwezi kusikilizwa bila kumtaja Yesu Kristo, Mungu Mwana. Umeona? Sasa yeye hakumtaja Yesu kabisa. Umeona? Kwa hiyo hawa vijana wote pamoja na hiyo wale wote waliokuwa siku hiyo wanahitaji kukombolewa, kwa sababu sala haikumtaja na haikufuata kanuni za Mungu. Kwa kusema hivyo, asanteni.